Kwa sababu wakati wa kampeni Uhuru Kenyatta ni mzee wetu. Okay. Na tuongeage juu yake. Najua kwetu tuko na heshima sana. That's our elder. So third president. We don't discuss him because it's not right. Ours ni kumpenda na kumtakia retirement nzuri. And when we need advice, tunauliza yeye ushauri. Na tunataka apewe nafasi afanye kazi yake, apumzike, atupatie mashauri tukitaka. Hata tupatie mashauri. Wakati wa Mheshimiwa Rigiji ulisema ya kwamba mlipata serikali kama haina kitu chochote, ndio mkaweka njia ya kutafuta ushuru hapa na pale ili tupate pesa ya kujenga nchi yetu. Inakuacha ufisadi inakuwa mingi. Sasa hiyo ndio swali. Ndio hiyo iniletea mimi matatizo kwa sababu mambo ya ufisadi nilikataa. Hiyo ya kuchukua kila kitu, mambo ya ndani, mambo ya SHA inatakana iweke 104 billion Kenya shillings ya kununua system mpya. Hiyo ni ufisadi na mimi siwezi kubaliana naye. Ndio mimi nasema kuna mambo ambayo siwezi kubali. Mheshimiwa Rigiji, mlipochukua serikali mlisema kwamba fedha zilikuwa zimeibiwa, mambo yalikuwa yamesambaratika, lakini baadaye pale mbele tukaona mikakati ya kufufua uchumi, ikiwemo kupeana mbolea kwa wakulima, ikiwemo kuelezea kwamba hali ni sawa. Kulingana na statistics ambazo zimeweza kutolewa katika siku za hivi karibuni, inasemekana kwamba inflation iliweza kurudi chini kutoka 6.9 hadi 3%. Hiyo ni 50% down. Then kuna baadhi ya wengine wanasema kwamba kile ambacho rais wa sasa amefanya imeshinda hata ile Kibaki alifanya. Uone kwamba mambo inazidi kuwa mazuri hapa mbeleni? Kusema ukweli, ukitaka kujua kama uchumi unaendelea mzuri, hapana fuata hizo statistics ya inflation na economic growth. Uliza tu wananchi. Njia ya kupima uchumi ni uliza wananchi. Wakati ya Rais Mwai Kibaki, wananchi wote walisema uchumi iko sawa. The best indicator ya uchumi ni raia, cost of living and purchasing power. Saa hii uliza mwananchi wote kama uchumi iko sawa au hapana. Nyinyi mnauliza maswali. That is the answer. Number 2. Ni kukosea Rais Mwai Kibaki heshima kujaribu kulinganisha yeye na utawala wa William Ruto. Mwai Kibaki alijenga nchi hii, akajenga uchumi wa nchi hii, kila mtu akakuwa na pesa. Alipeana masomo ya bure within 3 months alipochukua ushukani. Na ndio imetufikisha pale tumefikisha kwa masomo yetu. Akafungua ma university yote. Hii maneno ya simu, kabla Mwai Kibaki achukue hii simu ilikuwa 200,000. Mwai Kibaki ndio alifungua na kupanua mambo ya simu ya mawasiliano. Kila Mkenya sasa ako na simu, anaweza ongea na wewe. Mambo ya M-Pesa ililetwa na Rais Mwai Kibaki ya kurahisisha vile ya watu wanafanya biashara na vile wanafanya transaction. Mwai Kibaki ndiye alijenga bypasses, ambayo hizo bypasses ikafungua Nairobi na Majuba ikajengwa. Na hiyo ndio njia ya kujenga manyumba. Njia ya kujenga manyumba hapana serikali kujenga manyumba, hapana. Wewe fungua barabara, weka stima na maji, manyumba itajilete yenyewe. Sasa kusema ati kazi ya Rais William Ruto ya miaka 2 na shida ya Mwai Kibaki, hata sitaki kusema chochote kwa sababu ni kukosa heshima kwa Rais Mwai Kibaki, kwa sababu kazi alifanya inaonekana. Wa leo uliza watu ni kazi gani imefanyika na utashangaa. Mheshimiwa Rigiji,